Na mpenzi mtazamaji wa Dar2 TV, karibu tena katika kipindi chetu hichi ambacho huwa tunawaletea historia mbalimbali za wanyama. Na leo tunawaletea mnyama fisi. Kwa nini tunawaletea mnyama fisi? Si kwa sababu hamumjui, ila nataka kushare na nyie story kidogo ambayo itawashangaza. Katika jamii ya fisi, fisi jike ni mkubwa, mkali na shupavu katika kulinda makazi na hata kugombania chakula kuliko dume, na hii huwa ni ishara kwamba jike ndiyo kiongozi na mwenye mamlaka kuliko dume. Fisi madoa hupenda kukaa kwenye makundi ambapo kundi linaongozwa na jike mmoja, huku wengine wakitii na kufuata amri za jike huyo, na jike huyo kiongozi ndiye pekee mwenye amri ya kuzaa, na wengine watazaa kwa amri ya jike kiongozi. Watoto wa fisi huana wao kwa wao. Fisi anapopata mimba anaibeba kwa takriban miezi 4 na kuzaa watoto 2 au 3, na ni nadra sana kwa fisi kuonekana akizaa watoto 3. Mama anapozaa mapacha, ndugu hawa wawili ushiriki katika majibizano makali ili kudhibiti upatikanaji wa maziwa ya mama mara baada ya kuzaliwa. Aliye dhaifu huweza kupoteza maisha au kuishi maisha ya unyonge dhidi ya ndugu yake. Baada ya kufikisha umri wa miaka 2, madume yaliyolelewa yanafukuzwa katika kundi na kwenda kuanza maisha yao, huku majike yakiendelea kubaki kundini. Taya la fisi ni imara zaidi ya wanyama wengine wanaokula nyama. Fisi anasifiwa kwa kutambulika kama mnyama mwenye meno imara na makali yanayomfanya aweze kula mzoga na hadi kutafuna mifupa. Chakula kikubwa cha fisi ni mizoga, kwani inarekodiwa 40% ya chakula anachokula ni mizoga ya wanyama wenye kwato, mfano swala, nyumbu, swala tomi na swala granti. Wakati mwingine fisi hula chakula zaidi ya kipimo. Mara baada ya fisi kuvimbiwa, hujiviringisha kwenye tope kwa lengo la kurahisisha na kuharakisha mmeng'enyo wa chakula, hivyo kumwondolea adha ya mahangaiko. Fisi ni mjanja sana, shupavu na mnyama asiyekata tamaa, hivyo hata ukute simba kakamata kitoweo, fisi anatumia ushupavu wake, ujanja wake na wingi wao katika kundi kufukuza simba na hivyo kula kitoweo kile. Na ikiwa simba atakaidi kuondoka na kuacha windo lake, hapo ndiyo vita inaposhamiri na hatari yaweza kumkuta simba, kwa sababu wingi wa fisi ni hatari kwa uhai wake. Ndani ya hifadhi nyingi hapa Tanzania, fisi wamepatikana kwa idadi kubwa kuliko wanyama kama simba, chui, duma na mbwa. Nashukuru mtazamaji kwa kusikiliza na kutizama kipindi hichi, na kukaribisha kuendelea kutizama vipindi vyetu vingine ili kuendelea kujifunza historia za wanyama mbalimbali.